Katika sehemu ya 8 tunakutana tena mimi na wewe kwa ajili ya kuendelea kumsikiliza ndugu yetu anaitwa Chaula. Mwendelezo wa simulizi ambayo tumekuwa nayo ni kwa muda. Hii ni sehemu ya 8. Usiache kusubscribe kwenye akaunti yangu ya YouTube ili kuendelea kupata nafasi ya kuweza kujifunza haya. Mimi ninaitwa Genius Amon. Karibu. Chaula anazidi kusimulia akisema, baada ya kuona vile viti, kisha katika kila kiti nilichokiona nyuma yake kilikuwa na herufi moja. Ndiyo, kila kiti kilikuwa na herufi moja. Kama ni A ni A, kama ni B ni B. Zimeenda namna hiyo, na kila kiti herufi yake zilikuwa zimeandikwa ni kama mtu ameandikia kwa rangi nyekundu au damu mbichi, haijakauka. Kila kiti kina herufi. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniuliza, alisema, sasa kama akina A tupo wengi, tutajuaje kwamba mimi natakiwa nikae hapa? Akina B wako wengi, tutajuaje mimi natakiwa nikae hapa? Lakini ngoja nikwambie, akili ya Mungu sio akili ya kibinadamu, sio akili ya mwanadamu kabisa. Akili ya Mungu haichunguziki. Yeye yuko zaidi yako wewe, mpaka akakufanya ulivyo, akafanya utengeneze vitu vya ajabu, ujue yeye ni zaidi yako. Ndugu yetu anaendelea kusema, nilipokuwa nikitazama mle ndani, kulikuwa pia kuna mwanga mzuri sana, lakini sikuona taa ya umeme, sikuona kitu chochote kinachosababisha ule mwanga, lakini ni mwanga mzuri mno. Nikauliza, huko ndani mbona kuna mwanga na sioni taa? Malaika mmoja akaniambia, taa ya mji huu ni mwana kondoo uliyemkuta pale mlangoni. Nikabaki nimesimama lile eneo, tukaanza kutembea kwenye vile viti. Nilitembea kama tungelikuwa tunatembea kwa hatua hizi za hapa duniani tunavyotembea, mpaka leo ningelikuwa bado nipo eneo lile, viti vingi, na bado sijamaliza. Lakini tulitumia roho ya wepesi, tulikwenda tulirudi, tulikwenda tulirudi, tukamaliza. Lakini ni kama sekunde moja haijakamilika kabisa. Kila aina ya kiti nimekitembelea, tumesimama pale mbele. Nilipokuwa nimesimama pale, nikauliza, nikasema, mbona ili jengo ni kubwa sana na sioni mtu yeyote, na limetengenezwa kwa kiwango hiki? Maana mimi nilijua limetengenezwa ndiyo mwisho wa matengenezo, hakuna matengenezo mengine. Kwa niliuliza, limetengenezwa kwa kiwango hiki, limeandaliwa kwa ajili ya kitu gani? Yule malaika akaniambia kwamba mahali hapo unapopaona pameandaliwa na bado panaendelea kuandaliwa, hapajafika level inayostahili kuwepo mahali hapa, bado panatengenezwa. Akaniambia ni mahali ambapo parapanda ya mwisho ikipigwa, watakatifu wa duniani wakiondoka, wakikutana na watakatifu walioko huku, ndiko mahali hapo ambapo watakuja, mahali ambapo kwa ajili ya harusi ya milele, na bado hakujatengenezwa kukamilika. Rafiki yangu, hii ni simulizi ya ndugu yetu anaitwa Chaula. Chaula anasimulia haya. Ndiyo, anasema, malaika akaendelea kusema, ndipo karamu ya mwanakondoo itakapofanyikia mahali hapa, lakini bado hapajafikia kama ile sifa inayotakiwa. Japokuwa mimi niliona ni mwisho wa mambo, nikasema basi
ninaomba kiti kimoja nijaribishe nikalie. Malaika akanambia, viti vya huku utakalia ukiisha kushinda ya dunia. Akanitoa lile eneo, akanipeleka eneo jingine, na kulikuwa na manukato mazuri sana mle ndani. Alipokuwa akinitoa, akaenda akafungua mlango mwingine tena, nao ni vile vile mlango unabadilika kila aina za rangi, japokuwa ukubwa ulikuwa umetofautiana kama nilivyosema hapo mwanzoni. Baadaye akanipeleka sehemu ya bustani. Unajua, Mungu ni mwana mazingira mzuri sana. Kabla hajamuumba Adamu na Hawa, alitengeneza mazingira. Kabla hajamweka Adamu na Eva, alitengeneza mazingira. Kama Mungu ni mwana mazingira mzuri, hata ulieokoka unatakiwa uwe na mazingira safi. Nilipelekwa kwenye bustani, ila bustani nzuri hujapata sikia. Ile bustani ni kubwa, majani yake duniani sijapata kuona. Majani yake ni kama mtu anapita anayapunguza kila dakika. Unajua, nikamkumbuka mwimbaji huyu. Hebu sikia hii nyimbo yake. Litasikika tarumbeta, watu wote wajue kuwa umefika yo. Nitapumzika na mizigo yangu, je uichukue, nilivyochoka roho. Muda kondoka, nitakaa nawe kiti cha mbele. Sitaogopa, maana mkunaji umemfika upele. Nitaparijika napokwenda kuishi maisha milele isokwisha. Zile ahadi zangu nikazishuhudie baba. Yani nikija tatulia, nitacha tundu wa zamani. Mezani nikifika, nijipatie nyama kwa biriani. Na nikisha shiba, nikacheze nawe kwenye bustani isiyo na miba, yenye harufu nzuri kuliko duniani. Yani baba, kile kitabu ulichonipa nimehifadhi, unipa msaada. Ndiyo. Majani yake ni kama mtu anapita anapunguza kila dakika, halafu hakuna hata doa la uchafu mahali pale. Nilipokuwa nikitazama pembeni yalipoishia majani, kumezungushiwa maua yaliyopandwa. Yale maua yalikuwa yananizidi urefu kidogo, na yalikuwa yamechanua. Halafu katika ile bustani kuna vibarabara vimepita. Yani sio kwamba unafika tu unakanyaga majani, hapana. Kuna vibarabara vimepita, na vile vibarabara havijatengenezwa kwa lami. Vile vibarabara vimetengenezwa kwa dhahabu safi. Vibarabara vingine vimekwenda huku, vingine vimekwenda kule, vingine vimekatisha. Yani vimezunguka maeneo kiasi kwamba mtu anapopita anapita juu ya dhahabu, anakanyaga juu ya dhahabu. Unajua, hapa duniani wengine hatujawahi kukamata dhahabu hata siku moja. Ebu Mungu atutie nguvu tukaione dhahabu ya mbinguni. Vibarabara vizuri vimekatisha, majani yake ni mazuri, hali ya hewa ni nzuri, hujapata sikia. Nilishangaa kuona yale maua yanamtukuza Mungu kwa staili ya ajabu sana, staili ya kipekee. Unajua, unaweza ukasema mbona hata miti ya huku duniani na majani ya huku yanatikisika? Miti ya huku na majani marefu ya huku duniani yanatikisika kulingana na upepo unavyoyapeleka. Upepo ukipuliza huku, unakuta matawi ya miti yanaenda huku. Majani marefu yanatingishika kulingana na upepo, jinsi ambavyo upepo unapeleka. Upepo ukipeleka huku
na majani yanakwenda huku, yanalalia huko. Ukienda huku ni kwa sababu ya upepo, lakini kule mbinguni hakuna jua, hakuna baridi, hakuna upepo, hakuna joto, hakuna joto kama la kidunia. Hali ya huko ni hali ya kimungu mungu, sio sawa na hali ya hewa ya hapa duniani. Kule wala hakuna makoti ya kuvaa. Hali iliyoko kule Mungu ametengeneza kinamna yake. Ni maalum kwa ajili ya watakatifu walioamua kujikana kwa ajili ya kuiona mbingu. Yale majani yalikuwa yakienda kushoto, yote yanajiraza kushoto taratibu, yakienda kulia, yote yanajiraza kulia taratibu, lakini yalikuwa yakiinama, yanainama yote. Yakiinuka, harufu itakayotokea hapo, eneo zima linanukia harufu. Yanarudia tena, yanakwenda kushoto, yanakwenda kulia, yatainama, yakiinuka. Nikajifunza neno moja. Unakuta kuna mtu ambaye ana karama ya kumwimbia Mungu, lakini anasema siwezi kusifu. Unajua, mimi peke yangu wananitegemea. Biblia inasema usipomsifu anaweza kuinua hata mawe yakamtukuza. Yeye ni Mungu asiyeshindwa kamwe. Mungu wa kusifiwa, ni Mungu wa kusifiwa. Tena unapomsifu Mungu, msifu kwa nguvu zako zote. Hatuna mwingine wa kumsifu, ni peke yake. Hatuna mwingine wa kumwinua, ni peke yake. Hatuna mwingine wa kumtukuza, ni peke yake. Yeye peke yake ndiye wa kumsifu, aliyetukomboa kwa damu ya thamani. Haleluya! Yale majani yanamsifu. Nikatamani nigaragare angalau kidogo. Nilifikia hatua nikatamani ningelikuwa na kamera ya huku duniani, nipige picha nije niwaoneshe wapendwa, lakini haiwezekani. Mungu alipiga kamera ya umu ndani. Nikwambie, mimi asili yangu ninapenda sana maua. Nikasema hii bustani imetengeneza namna hii nzuri kiasi hiki, alafu sioni mtu yeyote anayekaa hapa. Imetengenezwa kwa ajili ya kitu gani? Malaika akasema hii bustani imetengenezwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nikalikumbuka neno moja nikiwa kwenye ile bustani, nikasema kwenye vile viti niliambiwa nitakalia viti baada ya kushinda. Sasa kuna uwezekano mkubwa nikarudi nyumbani nikarudishwa kama nilivyorudishwa jana. Sasa nikija kufika huku kweli kweli, tarehe na parapanda ikapigwa ndani yangu ya kuniita. Unajua, nikasema nitatamani niende kwenye ile bustani ni gare uchovu wote wa dunia na hali zote ambazo nimepambana nazo, ni gare kwenye ile bustani. Nilipokuwa nikisema hivi, maeneo fulani, mtu mmoja akasema, nani atakaye kuonesha hiyo bustani? Kuna sehemu nilipokuja duniani nilikuwa na hadithia. Mtu mmoja akaniambia, nani atakuonesha hiyo bustani? Unajua utakuwa ni mgeni, utasubiri malaika akupeleke. Lakini rafiki yangu, ngoja nikwambie, Biblia inasema duniani sisi ni wapitaji. Unajua mimi nimetokea maeneo ya Mbeya. Nimeenda mikoa tofauti. Nimekaa kwa wachungaji. Mchungaji anasema twende hapa, nitaenda. Lakini mwenyeji akikatisha hataenda huko, maana vichochoro vyote anajua. Sasa duniani hapa sisi ni wageni, ndiyo maana hatuko bize kwenye mambo ya dunia. Hatuko bize kwenye ulevi, hatuko bize kwenye mambo ya uzinzi. Tu wageni, tumeambiwa tukae stendi, Yesu anakuja.
tunasubiri parapanda. Ukisema kwenye uzinzi atumo, ukisema kwenye ulevi atumo, tunasubiri parapanda. Subiri tufike nyumbani kwetu. Huko ndiko kwenye subira ya watakatifu. Waswahili wanasema janja ya samaki sio nchi kavu. Ukitaka kujua samaki anajua kuogelea, mweke baharini, mweke baharini. Haya ni maneno ya rafiki yetu. Rafiki yangu, ninakusihi, kaza mwendo, tuifikie hiyo mbingu ambayo Chaula anatuhadithia. Hata mimi nimeipenda. Ninaomba usiache kusubscribe. Miendelezo bado inakuja mingi tu. Bado hujatembea ukaiona mbingu. Mbingu ni kubwa mno. Karibu tukutane katika sehemu inayofuata. Mimi ninaitwa Genius Amon. Tukutane kwa wakati mwingine. Bye bye.